Leo ni siku ya 4 tariki 13 mwezi wa 11. Naona usiku huu nije nizungumzie juu ya kitu niliweza kupana kama vile ahadi kuhusu uandikaji wa CV au kitu tunaita Africa Curriculum Vitae. Wenzetu Ulaya wanakiita resume. Sasa leo ndajipansheko kitu kinaitwa resume. Kitu resume kina vipengele vitano. Ukitaka kuandika resume yenye na inaeleweka na mwenye ataipokea anasema kweli hii resume iliandikwa na mtu ambaye anajua, aidha alipita shule. Haijalishi kuwa umesoma masomo kidogo ama umesoma masomo mingi, lakini shule ni shule, inategemeana na gisi mtu anaipokelea kichwani mwake. Sababu unaweza kuwa wanafunzi 50 kwenye darasa, 2 ndio wakasikia venye mwalimu alisema, lakini wengine wote wanaikalia fujo. Neno la kwanza kwenye resume, kitu ambacho wanachotizama ni kwa mfano. Resume ni kitu ambacho hakiendi na karatasi za nyingi au haiandikwi kwa karatasi nyingi. Kiangalia kwa system ya Uingereza, resume ni kitu au ni muundo unaoandikwa kwenye karatasi 2 tu, haizidishi. Na kwa hizo karatasi 2 utaandika nini? Sio kwamba uanze kuandika ndio hivyo nilisomaga kwa école primaire kule Katuza, nikatoka Katuza nikaenda soma ku Ndunje, nikatoka Ndunje nikasoma ku Epe Kitundu, nikatoka Epe Kitundu nikaenda ku Institut Zuhuri, kutoka kwa Zuhuri ukaenda Kuheri, ukatoka Kuheri wewe ukaenda Kuilila, toka Kuilila ukaenda ku Institut Zawadi ama Mwanga ya Uvira. Hapana, wao wanaomba unapana kitu kenye kiko precise kulingana na miaka yenye ulifanya kwenye masomo. Kama umemaliza form 4 aidha ulipata diploma yako ya diplome d'etat kutoka Kongo, unapana ni ule mwaka wako wa mwisho wenye ulipata iko diploma. Pointi ya pili, unapana orodha fupi na kuhusu unapana orodha fupi inayohusiana na ujuzi wako ambao unajua. Tuseme mfano, mimi ni mpiga picha, cameraman. Nimetumika na Lifoto pale Lilongwe. Nilitumika na Lifoto miaka 2, aidha Kodak miaka 2. Niko na experience yangu ni ya miaka 2. Full stop. Ukiweka miaka 4, 5, 6, 7, 10, mara moja unaanza kushakiwa. Hizo ndio siri, baadhi ya siri ambazo huaga wakati tuko Afrika tunashindwa kuelewa ama hatuzijui kwa sababu hakuna mtu ambaye anatuambia. Lakini sisi wamoja tumenemika, tumefundishwa kidogo kwenye mtandao aidha kwenye university ambazo tunasoma, ndio wametuonesha hiyo siri. Neno la tatu linahusika wakati ulitumika kuomba nafasi za kitaaluma, utafiti wako wa juu. Hii pointi ya 3 nazungumzia wakati wewe uko naomba kazi kwenye sekta gani, una elimu gani, ama unajifokalize mu kitu gani. Je, uko plumber, uko cameraman, uko player, uko nani? Hiyo unapaswa kusema. Pointi ya 4, unapea taarifa za elimu.
baada ya uzoefu wa kazi. Baada ya kazi ambayo ulifanya, elimu gani ambayo umeelimika ndani ya ile kazi? Unakuta mtu mwingine wakati hii wanaita experience yako yenyewe ulipata mwa ile kazi yenyewe ulifanya hapo awali ni experience gani? Mtu alikuwa mwalimu anaanza kupatia experience ya upasteri. Nilikuwa na ubiri. Mtu alikuwa mwalimu wa watoto darasa la 6 anaanza kukupatia experience yeye alikuwa driver. Vitu viwili tofauti. Marejeo na ndio pointi ya 4. Kwenye resume haupani reference ya watu kama vile ulitumika There is Hope, eti uanze kupana mimi nilitumika There is Hope, tulitumika na mtumishi fulani, supervisor wetu alikuwa ni mtu fulani. Hapana, unapana reference wakati wanaiomba. Haupaswi kuandika reference kwenye resume yako. Asante na mtanisamehe kwa kuwa mrefu, ilitegemea sababu ni kufundisha. Na wakati mtu anapofundisha inabidi kwanza uweke mambo mengine kuwa wazi kusudi watazamaji wenyewe watakusikiliza wakuelewe, kesho wasifanye mistake. Asante sana. Kesho nitazungumzia juu ya curriculum vitae yenye tunaita kwetu Africa CV.